yanayoweza kukutambulisha kuwa wewe ni mtumishi wa Bwana. Unajua duniani kuna vitu vingi vinatambulisha mtu. Unaweza usijieleze, lakini namna uko ikawa ni sababu ya wewe kujieleza. Unaenda mahali, watu wanakutazama jinsi ulivyo, wanapigia mstari kwa huyu ni nani. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinakutambulisha. Iwe ni mambo mema yatakutambulisha kwenye position ambayo upo. Na kama ni mambo mabaya vile vile yatakutambulisha kwa wewe ni nani kwenye eneo fulani. Hivi ukimkuta mtu amebeba vibuyu, sinatambulisha kuwa ni mganga wa kienyeji? Amebeba vibuyu, amevaa mango yake meusi, yuko kazini. Yaani hata kama hujaambiwa huyu ni mganga wa kienyeji, majibu yako, akili yako inasema huyu bila shaka ni mganga wa kienyeji. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaeleza. Lakini jambo jingine, kitu kingine, wakati mwingine mimi nasema hivi, ni vizuri vitu au mambo fulani yakakutambulisha kuliko wewe ukajitambulisha, ukajieleza kwa watu. Unajua kujieleza wakati mwingine kunaweza kukadanganya, lakini yale maisha yako au vile vitu ambavyo vinaonekana vitatambulisha uhalisia wa kwako. Sio, unaelewa? Hebu imagine umeenda mahali, umeenda eneo, ukasema mimi naitwa Efeso Mbilinyi, ninampenda sana Mungu. Alafu uhalisia wako ndani ya moyo wako haumpendi sana Mungu. Lakini kumbe kuna eneo kaenda, kabla hujaeleza kwamba mimi naitwa Efeso nampenda sana Mungu, watu wakaangalia namna ambavyo unaenda na Yesu. Watu wanapiga mstari, huyu anampenda nani? Anampenda Yesu. Lakini wewe hujajieleza, haujajitambulisha kwa watu. Kuna eneo unaenda, haujasema mimi naitwa mchungaji Efeso Mbilinyi. Namna ambavyo uko, namna ambavyo umeingia, kuna taswira au kuna vitu vinakutambulisha kwa wewe bila shaka ni mtumishi wa Bwana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yaani unaweza ukakaa maeneo hata kama ungetaka kujitambulisha, mimi natokea Iringa, Kigonzile, mimi ni mtumishi wa Bwana, nahudumu kwenye kanisa fulani, haujajitambulisha. Watu wanavyokuangalia, unaweza ukajificha, lakini watu wanavyokuangalia, huyu bila shaka, huyu jinsi alivyo ni mtumishi wa Bwana. Kama sio mchungaji, basi kuna namna anaelekea huko. Kama sio kesho, basi majira yafuatayo atakuwa mtumishi. Kama leo sio mtumishi, wakati unaofuata atakuwa mtumishi. Kwa nini? Kuna vitu vinakutambulisha. Hivi imagine, sherehe simama. Unamke. Imagine umeenda maeneo, alafu ukasema mimi nampenda sana mke wangu. Nampenda sana mke wangu. Halafu ukawa unaishi kwenye lile eneo. Umeshajieleza kwa mimi napenda nani? Mke wangu. Kinachofuata watu wanataka waangalie kile ambacho umekisema ndivyo vilivyo. Halafu unakuta yale maneno uliyasema sio ndio ambayo unayaishi. Yaani kinywani umesema unapenda, lakini matendo yako hayatambulishi kuwa unampenda. Maana kuna vitu vinakukatalia kabisa. Watu wakiangalia namna unaongea na waifu, yani hakuna kama ni mke. Namna unaenda na mke, wanaona kama sio mke wako. Yani kuna vitu ambavyo vinakukatalia. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa na wewe unaweza ukaenda mahali ukasema mimi ni mtumishi wa Bwana. Mimi namtumikia Bwana. Watu wakiangalia namna huko, wanasema huyu sio mtumishi wa Bwana. Nini? Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vimekutambulisha. Mdomoni umesema mimi ni mtumishi wa Bwana, lakini vile ambavyo ni halisia vikakutambulisha kivingine. Namba moja, andika usemi. Usemi. Yesu asifiwe. Namna ambavyo mtu anaweza kawa anaongea. Kinywa kiko nani? Mdomo wa jirani yako, si wako? Mdomo si wako? Ulimi si wako? Maneno yanatoka kwenye kinywa cha kwako.
Kwa hiyo watu watazingatia namna ya kuongea kwako, namna unavyoongea. Unaongeaje? Unajua maneno anaweza kutambulisha huyu ni muongo, si ndio? Unasikiza mbona? Yaani unakaa na mtu, yaani kabla hajajitambulisha kwa mimi nina degree ya uongo, maneno yake tu yanakuambia mimi huyu ana degree ya uongo. Yaani kabla hajakwambia mimi ni kahaba, unaangalia maneno ambayo anazungumza yana tafsiri kwa huyu anashughulika na shughuli ya ukahaba. Yesu asifiwe. Unaenda mbele, unaangalia namna ambavyo anaongea, unazingatia namna ya maongezi yake. Unaanza kufikiria huyu bila shaka, namna ya kuongea yake, huyu bila shaka ni jambazi mkubwa huyu. Kwa nini? Kwa sababu maneno yanotoka kwenye kinywa chake, maneno yanatoka kwenye kinywa yanakutambulisha kwa wewe ni jambazi, yanakutambulisha kwa wewe ni malaya, yanakutambulisha kwa wewe ni muongo. Maneno ya kinywa chako kabla wewe hujajieleza. Hello, uko mtu wa Mungu? Amen. Kwa hiyo unaweza ukaenda maeneo kabla hujasema wewe ni mtumishi wa Bwana, watu wakaanza kupima maneno yako, namna ambavyo umeongea asubuhi mpaka jioni. Kuna watu wataalamu wa kutengeneza maneno kanisani wakaonekana wako sawa Kanisani unaona wanokome, kanisani unaona watu wa Mungu, lakini ukienda nje, ukienda huko, dunia haijui kama watu wa Mungu. Kwa nini? Hawajafanya dhambi yoyote, hawajafumaniwa kwenye zina, hawajafumaniwa wamebeba common. Maneno ya vinywa vyao yanakataa kwa huyu sio mtumishi wa Bwana. Uko mtu wa Mungu? Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Unaanza kufikiria watu wamenichukuliaje, sio watu wamekuchukuliaje. Watu wameangalia namna ya kuongea kwako. Watu wameangalia namna ambavyo unazungumza na watu, namna ambavyo unawajibu watu, namna ambavyo unaketi na watu, mazungumzo yako ya aina gani. Timotheo, fungua Timotheo ya kwanza sura 4. Timotheo sura ya kwanza sura 4:12. Anamwagiza Timotheo, mtumishi wa Bwana, anamwambia Timotheo, mwanangu, kati ya vitu vyote ambavyo unatakiwa uishi, asiwepo mtu atakaye uzalau ujana wako, asiwepo mtu atakaye zalau maisha yako. Lakini wewe kama mtumishi wa Bwana lazima uwe kielelezo katika mambo yafuatayo. Anamwambia Timotheo uwe kielelezo katika usemi wako. Kama mtumishi wa Bwana, hakikisha katika maneno ya kinywa chako, maneno ambayo yanatoka kwenye kinywa, watu waone yako sahihi. Watu waone ni maneno yaliyojaa yanayotia moyo, ni maneno yanayookoa mtu, sio maneno yaliyojaa mambo yasiyofaa kwenye maneno, kwenye usemi wako. Maana ukiongea vibaya watu watajua huyu ni mgovi, si ndio? Maana hata kama mgovi unaenda mahali watu wameongea kidogo umeshaliamsha. Watu wanajua kumbe huyu jamaa hajaokoka, mbona dakika 2 tu amesha panic, ameamsha maneno yanotoka kwenye kinywa. Unajua mtu akikasirika ndio utajua anamjua Mungu au hamjui Mungu. Hapo utajua ameokoka au hajaokoka. Hapo baba atakiwasha. Mimi utanijua, mimi utanitambua. Ataongea yote na yote na yote. Alafu kumbe kuna watu hapo mashushushu wamekukaa wanaangalia nini kinachotoka kwenye mdomo. Alafu baadaye unasema shetani alinipitia. Shetani alini. Wewe alikuwa wanaangalia maneno ya kinywa chako. Haya, umeenda mahali umekaa, umejitambulisha mimi nimeokoka. Wewe wanaanza kufuatilia mwendo wako, namna ambavyo unaishi. Watu wanakuja kujua utasikia pale kanisani wanaanza kuambia yule ni kweli mpendo mwenzetu, lakini mwe naye makini maana muongo. Yesu asifiwe. So, watu wameshachunguza pamoja na kwa wao wamejinadi, mimi napenda sana Yesu, mimi nina kalama ya kuimba, mimi nina kalama ya utoaji, lakini watu wanafuatilia namna ambavyo huko wanakuja kubaini wewe ni muongo, pamoja na unaimba, pamoja na kwa ni mtoaji, lakini kuna eneo umekamatwa, umepigwa loki. Hapo hata kama ni mtumishi utasikia watu wameshaka lakini. Yesu. Yaani unaenda mahali mimi napenda Yesu, lakini inafuatia pale.
Sasa hapa mimi ni mtumishi wa Bwana lakini ni muongo. Nini? Usemi umekutambulisha kwa muongo. Lakini mwanzoni unapojitambulisha kanisani ukusema wewe ni una kalama ya kuimba, ni mtoaji, ulisema tu hayo, ulisahau kipengele kwa mwenzenu nina katabia ka uongo. Watu wamekuja kukabaini kama kutambulisha. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana unapokuwa maeneo lolote lile, maneno ya kinywa chako atakutambulisha kwa ni mtumishi wa Bwana. Hata kama hujajisema mimi si ni mtumishi wa Bwana, watu wanaangalia namna ambavyo unaongea, wanajua huyu ni mtumishi wa Bwana. Fungua Mathayo 26:73. Chapwa. Muone. Petro anaambiwaje pa? Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Amen. Hivi Petro hapa kuna mahali alijitambulisha kwa mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Na ameenda eneo la ugeni. Wamemkamata Yesu. Wanaanza kumsulubisha. Petro naye akaenda kwa sababu ni bwana wake naye ameketi pale. Wale jamaa wamezunguka. Kumbe wanaangalia namna ambavyo Petro anaongea. Petro amekaa pale anazuba anaongea, watu wananasa namna ya kuongea kwake. Ghafla anamwambia wewe jamaa, namna ya kuongea kwako ni sawa na mwanafunzi ni mmoja ya huyu jamaa, namna alikuwa anaongea Yesu na wewe ndivyo unaongea hivyo hivyo. Kimemtambulisha nini? Useme. Kwa pale Petro angekuwa ni mkorofi, hata hivyo ingemtambulisha kwa ni mkorofi. Petro anaanza kusema mimi simjui mtu huyu. Anaanza kulani mtu huyu mimi simtambui. Mbona kama mnanisakizia? Wanasema hapana mpendwa. Namna ambavyo unaongea wewe ni mtumishi wa Bwana. Kuna eneo unaenda unaweza ukakataa. Unajua kuna majitu mengine anataka kufanya dhambi, alafu anaambia wewe ni mtumishi wa Bwana. Sasa mimi sio mtumishi wa Bwana, kumbe anang'ang'ania fanye dhambi. Yesu asifiwe. Yaani wewe jinsi ulivyo wewe ni mlokole, haulingani kufanya mimi sio mlokole, mimi sijaokoka mimi. Yaani anakataa. Sana jitu limeoa, limevaa pete, alafu linaenda kwa mchepuko, linasema hii pete unajua mimi nilivaa tu. Unajua niliamua ninunue nivae tu. Kumbe amekula, ameenda kanisani amekula na lingi akasema naahidi mbele za Mungu sitakuacha. Kifo ndio kitutenge. Lakini nimeona mchepuko linakaa na mia. Mimi sijawahi oa na wala sijawahi chumbia. Wewe ndio wa kwanza. Lakini kuna kitu kinamtambulisha. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Sasa Petro anatambulishwa na usemi. Wewe umekuwa unatambulishwa nini? Jamii yako kwako inakutambua kama wewe. Mimi nakutambua kama ni mrokole. Jamii inayokuzunguka inakutambua kama wewe. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Unajua siku ukifanya research, kuna maeneo utaenda, alafu anakuambia, hivi na yule ni mrokole kwani? Vipi umeenda maeneo alafu unakuuliza, hivi na yule fulani naye ni ameokoka au mnaabudu naye? Hivi si unaweka nini? Kiulizo. Kuna nini hapa? Jamani vipi kwani? Yule dada anaongeaga. Mungu atusaidie. Kama na yule ameokoka, basi mbinguni wote tutaenda. Imeisha hiyo. Juaga hapo kuna shughuli nzito, kuna utambulisho mwingine ambao nyinyi hamujui. Mwenzenu kanisani ni Bwana sifiwa, akitoka hapo amina wapendwa. Kumbe kuna maeneo anatambulishwa vingine. Kwa hiyo mpendwa, kwenye maisha yako acha kujieleza mimi si mimi ni fulani niko hivi. Acha watu wakujue jinsi ulivyo. Sio? Acha watu wakujue jinsi ulivyo. Kama wewe ni tapeli, watu wajue wewe ni tapeli. Kama wewe ni jambazi, watu wajue kwa hii wewe ni jambazi. Alafu siweze kusema mimi ni mtumishi wa Bwana. Petro anatambulika na usemi. Zingatia usemi wako utakutambulisha. Usizingatie tu kwamba ukivaa dila gauni refu mpaka chini umevaa na tai itakusaidia kutambulika kama mtumishi. Haitakusaidia kama mtumishi wa Bwana. Unaweza ukatia na kola ikakutambulisha ni mtumishi wa Bwana lakini ni malaya. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ulimi wako unaweza kaa hapa, watu wanakujua ni mlokole, watu wanajua ni mcha Mungu, lakini namna ambavyo utambulisho uko nao utaani, watu wanajua huyu ni mtu wa aina fulani. Kwa nini? Kwa sababu ya usemi wako. Mtu wa Mungu, angalia namna ambavyo unaongea. Jifunze kuongea kama mtu ambaye unamjua Mungu. Jifunze kuongea kama ni mtu ambaye unamcha Bwana. Usiongee tu ili mradi kutimiza sheria. Unaweza ukakaa na watu fulani alafu kaharibu CV yako siku hiyo hiyo.
unaweza ukakaa na watu fulani ukapoteza heshima ya kesho kwa sababu ya namna ambavyo unaongea. Namna ambavyo unaongea. Ropoka tu. Ukikuta watu wana matusi na umeshachangia. Na mimi Mungu tusaidie. Si ndio unavyofanyaga? Yaani unakoleza moto alafu unarudi. Unatulia kidogo. Mungu nisaidie. Pendo, hata ukiingia kwenye kundi kubwa wanaongea ujinga, jifunze kutulia. Kunyamaza sio ujinga, wapendwa. Kunyamaza sio ujinga. Kunyamaza sometimes ni busara. Kunyamaza wakati mwingine ni hekima. Unaona watu wanaongea ujinga na wewe unajibu ujinga. Nani hata hivi Vero, umekaa na watu hawajaokoka. Umekaa na watu hawajaokoka, hamjui Mungu. Alafu na wewe unajibu shari. Nani ataonekana kichaa? Yaani wewe umemwona kichaa, alafu unaanza kumkimbiza kichaa aliyevua nguo, na wewe ambaye unamkimbiza kichaa, nani anaonekana kichaa? Wewe ndio unaonekana kichaa. Haya, waacha kiumane huko, mtaelewana mbele ya safari. Haya, wewe umekutana na watu hawajaokoka, wamepanic, kuna jambo mlikuwa mnafanya, wamepanic, na wewe ukaanza kulipua. Au umekuta tu hawaja panic, lakini kuna mazungumzo ya kipumbavu yanaendelea, na wewe unaingia hapo, hapa pazuri. Watu hawatasema watu fulani walikaa, watasema na fulani alikuwepo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni unajitambulisha mtumishi wa Bwana, lakini kuna utambulisho mwingine ambao ni usemi. Petro akakaa na mimi simjui, lakini watu wakasema mwamba, acha kututania. Tunajua wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Kuna vijana fulani wako pale kwa mchungaji mmoja anaitwa Vicky. Vijana wake asilimia kubwa yani anaongea mchungaji na wao ndio wanaongea hivyo. Mimi sijamfuatilia sana, japo nimekaa naye muda fulani, lakini siwezi kuongea kama yule mchungaji anavyoongea. Lakini vijana wake, yani hata kama hujaambiwa wametoka kwa mchungaji fulani, yani wanatambulishwa na ile lafudhi yao, namna ya kuongea kwao. Kuna watambulisha kwa hao wametoka kwa mchungaji Fiki. Masai akiongea Kiswahili vipi? Si anatambulika namna ya kuongea kwake. Utajua huyu Mangati huyu muhe. Yaani hata angejitahidi kukondoa Kiswahili, utasikia ga lazima ingie kule mbele. Inatambulisha huyu ni muhe tu. Na mchungaji tusameane aishi. Yesu asifiwe. Yaani ataongea maneno lakini mbeleni lazima aongeze ga. Walikwenda ga. Walirudi gi. Yaani anaongea. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni namna ya usemi ambavyo unakutambulisha wewe. Ongeza kitu kingine, twende haraka. Mwenendo ambao uko na ndani yake kuna tabia. Mwenendo. Paulo anamwambia Timotheo, uwe kielelezo katika usemi, lakini uwe kielelezo katika mwendo wako, tabia zako. Umeshaandika maneno? Unajua tabia mtu ndio inatambulisha kila hisia. Hata watu. Tabia yako wewe ndio inayokutambulisha kila hisia kuliko maneno ya kinywa chako. Kuliko vile ambavyo watu wanakuangalia. Yaani vile tukaangalia tabia zako, mwenendo wako, kuingia kwako, kutoka kwako, kuketi kwako, tunajua huyu ni mtu wa aina gani. Kwa nini? Kwa sababu mwendo wako ndio umebeba uhalisia wa maisha yako yote. Unaweza ukajistiri maeneo fulani. Unaweza ukatulia maeneo fulani ukajistiri kwa sio hivi, sio hivi. Lakini kuna maeneo unaenda, zile tabia zako, ule mwenendo wako ukauenea. Unajua tabia ni kama ngozi. Yaani unaweza ukajificha kanisani, lakini sio kila maeneo utajificha. Yaani kama jitu ni ligovi, linaweza likatulia kanisani likaonekana sio ligovi, ila likifika nyumbani linakiwasha kwa mke wake. Piga makwenzi, piga mbata za kutosha. Alafu hapa haleluya, watu wa Mungu barikiwe sana. Tutamwona Bwana. Watu hawaangalii, wanazingatia ni kweli anasema tutamwona Bwana. Lakini huyu jamaa mbona anapiga mke?
huyu jamaa mbona anapiga mke, kuna nini mpaka anapiga? Wanajua kumbe huyu jamani mgovi. Mmeenda maeneo, mmefanya kazi, kuna mpishano kidogo umetokea, jamaa umeshavaa mtu tia nini roba, umeshatia mtu roba. Watu kabla hawajaanza kutathmini kwa huyu jamaa ana nguvu alafu ni mgovi, ile tabia yako tu, kile kitendo cha haraka, mwenendo wako wa kuinuka na kutia mtu ngumu nini roba, wanajua huyu jamaa ni mtu wa shari, huyu ni mgovi huyu. Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu ile ni uhalisia wako. Unaweza kujitahidi mimi sio mgovi, lakini maeneo dakika chache tu unaonekana wewe ni mgovi. Watu kabla hujajieleza, kuna maeneo unaenda kabla hujajieleza wewe kuwa una tabia ya umbea, watu wanaangalia tu namna ukikusanya genge, ni namna ya kuwapanga watu. Unajua fulani wanajua huyu tabia yake ni umbea. Hiyo ndio itakueleza. Huo si mwendo. Hiyo imebeba tabia yako uhalisia. Kwa hiyo utakuja hapa, Yesu asifiwe, tuelekea Kanani, tuelekea Kanani. Lakini wazee wana yule mama yule mbea leo amekamatia maiki, tunaelekea Kanani. Tabia yako imekutambulisha wewe ni mbea. Tabia yako imekutambulisha kwa wewe ni mchonganishi wa watu, wewe ni mtu wa fitina. Mwendo wako. Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu, ninataka mwenendo wako uwe ni kielelezo sahihi. Mara fulani nikamwambia watu, msilalamie kila wakati mwe mnashika mic mnasema Yesu anaweza. Kuna wakati tabia zenu zinaweza zikaeleza watu wakamjua Mungu. Nyenendo yenu nyinyi ni ushuhuda tosha. Watu wanakuona haupo kwenye rushwa, hautoi rushwa, hauko kwenye uongo, hauko kwenye zina, hauko kwenye magovi. Ukiona ugovi ndio kwanza wewe unatafuta namna ya kujiokoa ugovi. Biblia kwenye Misali anasema hivi, mpumbavu aunapo ugovi ukimbilia, lakini mwenye hekima ukimbia ugovi. Yaani mpumbavu anakimbilia ugovi, alafu mwelevu mwenye hekima anaukimbia ugovi. Kwa sababu ugovi unaweza kukuzalisha wakajua huyu jamaa na tabia ya kupiga watu. Kumbe wewe siku hiyo ndio ulijikwa. Siku moja tuko mahali fulani tunafanya huduma. Jamaa fulani wakataka kuliwasha madhabahu. Yaani tunaendelea na maombezi alafu wenzetu mzee wanatunishiana mwamba. Anataka wazinyoshe madhabahu. Hebu hivi tafsiri, hata kama hajajieleza kwa mimi ni mgovi, tabia yangu mimi ni mtu wa shari. Hivi stahili unajua hawa jamaa huko ndani huko kwao huko ni shughuli. Huko ni mshike ndege tunduni. Kwa nini? Imetafsiri. Kwa hiyo mwenendo wako. Yes. Mwenendo wako. Fungua Mathayo. Mathayo 7:16-20. Haja nyinyi mkazingatia watu wanajielezaje. Haina haja ya kuwazingatia watu wanaenda mwendo upi. Cha kusingi au cha kuzingatia mwendo wao unatambulisha maisha yao ni watumishi wa Mungu au ni watumishi wa shetani. Kama mtumishi wa Mungu, ule mwendo wako, namna ambavyo unaishi na jamii, namna ambavyo unakaa na watu, namna ambavyo matendo yako watu watajua huyu ni mtumishi wa Bwana. Yesu asifiwe. Yaani hata kama ungekuwa kwenye kipindi gani kigumu, lakini watu watasema huyu ni mtumishi wa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kuna matendo ambayo yanaonekana kwa wewe ni mtumishi wa Bwana. Mwendo wako uko sahihi. Hebu imagine, nitolee mfano lakini mwe mnaniombea. Yesu asifiwe. Hebu imagine siku mnanikuta naingia kwenye roho fulani na kabindi. Hivi mtakuwa na uhakika na mimi? Si mtatambua kwa yule mwamba alikuwa na ubiri lakini tayari nimeshaingia. Mmetambua kuwa pamoja na ni mtumishi, anajiita mtumishi wa Bwana, lakini kumbe sio mtumishi wa Bwana. Biblia inasema kwenye mti mzuri, kwenye mti mwema hayawezi kutoka matunda.
mabaya, na kwenye mti mwovu hakuna matunda mema anaweza katoka. Kwa hiyo nataka niseme hivi, ile tabia ya mtu haiwezi kubadilika, hata kama ataigiza ni kwa muda, uhalisia wa maisha yake utabaki pale pale. Yaani hapo atajificha mimi mcha Mungu, mimi na kunena maana unajua siku hizi kuna waigizaji wa kunena. Kuna msanii fulani si wa Bongo Flava nikamsikia ananena kwa lugha eti. Anaitwa nani? Amelimba nyimbo alafu ananena na kunena. Kasema huyu jamaa angekuwa pale Kigonzeni ningemfuata nimtie makofi kwanza. Ajue maana ya kunena kwa lugha, maana huyu anachafua. Kwa hiyo unakuta jitu linaigiza kama nanena, lakini baadaye utajua matunda yanayotoka hapa ni maembe au ni limau. Hawezi ukaenda kuchuma limau kwenye mchungwa au kwenye mwembe, haiwezi katokea. Utaenda kuchuma limau kwenye mti wa limau, machungwa utachuma kwenye mti wa mchungwa, kwa sababu mchungwa unazaa matunda yake matamu na limau inaleta matunda yake makali, utayakuta kwenye mti. Kwa hiyo mtu wa Mungu, sisi hatushughuliki na jinsi huko. Jamii haishughuliki na jinsi wewe unajieleza. Jamii haishughuliki na wewe jinsi ambavyo unaonekana unafanya. Jamii inashughulika na jinsi matunda yanayotoka kwako ni ya aina gani, ni ya uzinzi, ni ya ulevi, ni ya fitina, ni ya mafarakano. Ndipo watu watajua yule mwamba yule hamna. Yule hamna, yule mzee msitania. Hamna mtumishi wa Bwana. Majitu yana roho ngumu, yani hata kama uliyahubiria yakapona, lakini hamna mtumishi wa Bwana pale. Yule mwenzetu tu yule. Sasa wewe unajisikiaje? Lakini Biblia unabeba na kubeba. Biblia ikusaidie utambulike kwa ni mtumishi. Yesu asifiwe. Maana msije mkazingizia vile mnaenda kanisani. Leo Sunday mwanangu. Na Bible na ukaenda kukata kondoo na Biblia ukaweka pembeni. Si ndio watu wangu? Kama mtu anavua pete, anaenda kwenye mchupuko, atashindwa kuweka Biblia? Ataiweka tu Biblia hapa, wewe Biblia tulia, nikimaliza show yangu tutarudi nyumbani. Watu wanaangalia matunda yanayotoka kwako. Yesu anasema haina haja ya kuumiza vichwa, haina haja ya kujiuliza maswali. Nyinyi fuatilieni miendo yao, fuatilieni tabia zao, fuatilieni maisha yao yakoje, ndipo mtajua ni watumishi wa aina gani, ni watumishi wa Mungu au ni watumishi wa shetani. Msitishike na masuti siku hizi. Yesu asifiwe. Unajua miaka fulani tulikuwa tunaamini wanaotia suti ni watumishi wa Bwana eti. Chelembe na ulipita kwenye hilo wingwe. Siji mimi zilikuwa akili zangu za kipumbavu. Yaani jamaa kitia suti na tai, najua huyu bila shaka ni pastor huyu. Ni pastor huyu. Ha. Kumbe na majambazi wanatia suti. Yesu asifiwe. Umeshapita kwenye kipindi ukaamini kuwa wanaovaa magauni marefu hawafanyi zina. Umeshaamini hivyo? Lakini saizi akili imepevuka kidogo. Unaamini hata waliovaa dira mpaka chini wamefunga na yanaonekana macho tu, hao wanakatwa mikia mpaka unachanganyikiwa. Yaani hizi zama wapendwa, mavazi yatakutambulisha kwa sehemu, kwa wewe ni dini fulani, lakini uhalisia wa maisha yako ndio yanayotambulisha kwa wewe ni nani, ni mtumishi wa aina gani, unafanya nini, ni kabila gani, itajulikana. Yesu asifiwe. Unaweza ukatia mkugwana gurefu afu unamaliza unaenda unafanya shughuli zako. Kwani magwanda si mnatoa tu hivi? Yesu asifiwe. Maana miaka fulani hivi makanisani wenye vinguo vifupi walikuwa wanatengwa kweli, kwa wanakimbizwa. Wao mpendi Mungu wewe, uko mbali na Mungu wewe. Kumbe jamani, mavazi yanatuondolea tu ile network ya Mungu, kwa sababu kanisani hamkai tu wanawake. Kanisani tunakaa hata na vijana wapo na kina baba wapo. Jamani, hao ni binadamu. Unafikiri wana macho yao yamepigwa nini? Super glue. Macho yao wanaona bwana. Sasa upo kanisani mzee, umetepeta unafanya watu netiki zinakata. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Umepiga kasketi kako kafupi kabisa, umekaa alafu mimi pastor niko hapa. Unataka kunimaliza mtoto watu? Unataka injili gani iendelee hapo? Nisimame kuhubiri kama na degedege. Wakati unaweza ukajikontrol, ukavaa vazi zuri na ibada ikaenda vizuri. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe.
Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo sikimbilie mimi nikitia wazi watu watanijua mtu wa Mungu. Nataka nikwambie, tafuta kwanza kutenda yaliyo sawa sawa. Timotheo anaagizwa, wewe kafanye tu mambo mazuri, katende wema. Yaani watu wakiwa na njaa, wewe wape chakula. Wakija kwako wana shida, wewe shughulika na hizo changamoto zao. Usionekane kwenye hatia za uongo. Paulo anamsisitiza tena Timotheo, anakuambia usionekane kwenye kesi za fedha za uongo, ukaonekana kwenye mambo ya uzalimu. Wewe Timotheo, wewe ni mtumishi wa Bwana, usionekane kwenye mambo yasiyofaa. Watu watawekea mashaka utumishi wako. Watu watakuwa na wasiwasi na huduma yako, kana kwamba huyu mbona anafanya, lakini mbona kama eleweki. Kwenye kupiga watu yupo, kwenye kuchinja watu yupo, kwenye ibada yupo kwenye kundi lipi? Watu waone mwendo wako umenyoka. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Tuko sawa tu Mungu. Tuko sawa tu Mungu. Tuko sawa tu Mungu. Tutawatambua. Mimi sina haja ya kudiscuss yule amevaje. Mimi na discuss na tabia ambazo uko nazo. Maana mimi utanipanga. Mimi nimeshuhudia majitu wanaosema anakuja kanisani mazamani, mimi nampenda mke wangu kweli. Alafu ni makorofi yanabemenda wake zao mpaka wanachanganyikiwa. Ameenda mahali, mimi ni mtumishi wa Bwana, mimi nimeokoka, nampenda sana Yesu. Hamjazisikia hizo kauli? Yaani unaenda maeneo, yaani anakuambia mimi nampenda sana Yesu. Alafu fuatilia, ukija kufuma kwenye ngo zake, yaani ibada ni kwa mwezi atakutana naye mara moja. Ukimwambia nini Yesu, hana mpango naye. Alafu akienda mimi nimeokoka, ninampenda sana Yesu. Watu waliotuzunguka ndio wanaweza kujua sisi tumeokoka au hatujaokoka. Kwa taarifa zenu. Yaani vile tuko sisi hapa tutajieleza mimi nimeokoka, lakini kuna maeneo watu wanatujaza kwenye mfumo alafu wanapigia mstari kama na huyu ameokoka. Kuna lugha fulani hivi ambayo mimi siipendi. Wanasema kama na huyu ameokoka, basi wote tumeokoka na mbinguni tunaenda. Unajua hapo kuna shida chungu zima, kuna utambulisho ambao umefichama nyuma. Zana sio wachungaji ndio hivyo tena, kwenda kwa watu unafizia, ngoja nimpe taarifa siku nyingine, ninajua tena siku nyingine na waibukia tu pap. Wazee nimefika. Sasa siweka kama rafiki yangu kama yuko pale yuko bachelor siku hiyo, kumbe na mwingine ibukia pap kanisani, ni mtu wa Mungu, alafu siku hiyo nakuta yuko na mshangazi. Ayo wangu vipi? Kijana wangu vipi tena mzee? Mzee, mashangazi yametuchanganya tu. Maana mtu ukimwambia mimi nakuja, kama analishangazi ataliambia liondoke. Mzee anakuja, wewe lishangazi, hebu tusepa kwanza, utarudi baadaye. Lakini ukiibuka ghafla unajua kumbe yule jamaa anapiga. Lakini mzee ni mkata makondoo. Tabia. Hapo sasa jiulize, umekaa kwenye ile jamii, wanakuona, unaingiza unatoa. Watasema umeokoka. Yaani hapo hata ningeenda mimi pastor mzee nimetia na kola yangu hapo. Watu wa Mungu, wewe ni mtumishi wa Bwana mzuri. We tulia hivyo mzee, si ndio tunamjua zaidi. Wewe unamuona kanisani, si tuko naye hapa mtaani kila siku. Nani ataonekana mkweli? Wewe mchungaji ulienda siku hiyo, au wewe mzee wa kanisa ulienda siku hiyo, au wanaomuona kila siku? Wanaomuona kila siku ndio watu wako. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Nani unataka uo kila siku unafanya kazi ya kujieleza? Mimi natokea fulani, nimeokoka, napenda Yesu. Timotheo alipewa majukumu. Aliagizwa, usia wa baba ulikuwa mzuri sana. Tunapozungumza usafi, unaujumlisha maisha yako ya kimwili, ya kiroho na mazingira ambayo unakaa wewe. Yako vipi? Arabe. Usafi vipi? Msingi. Hivi ulishapita kipindi fulani hivi? Najua kuna kipindi fulani kilikuwa kibovu sana. Shelebi najua hicho kipindi alikipitia. Yaani watu wako ovyo. Yaani hao ndio wanaonekana walokole eti. Walipita kwenye hicho kipindi. Yaani akija kanisani na liswali limekunjana, halijui pasi,
alafu lina matope tope, yani huyu kama ndio anamjua Mungu zaidi alafu anakuja na likiatu lina uwezo wa kufuliwa, lina uwezo wa kupigwa kiwi, lakini hajalitia kiwi, anaenda nyumbani mwa Bwana maana ni ameokoka. Hicho kizazi ulikuwepo vipi? Na wale kutana na hiyo kesi ukiwa pale kwa mzee Shelembo, kwa unaona hao wachafu ndio wameokoka, ila walio smart hao wana pepo hao machafu ni maskini, alafu wakazingizia akasema heri maskini wa roho maana watamuona Bwana. Basi watu nao wakashikilia hapo, ni heri tukawa maskini maana tutamuona Bwana. Kumbe mzee, wakati mwingine unaenda mchafu kanisani, unashindwa kukutana na netiko ya Bwana. Alafu na watu wakakalili kwamba ukiwa mchafu basi huyu ni mtumishi wa Bwana. Ukiwa msafi unajua huyu bila shaka jinsi alivyo. Huyu kakabindi karibu baba kana mapepo ya umalaya. Mzee ukija mzee umeteka umevaa vizuri uko smart, sasa bila shaka kuna pepo limemvizia huyu. Yaani ukiwa mchafu ndio watu wanajua huyu ni mtumishi wa Bwana. Lakini Paulo anasema Timotheo, wewe ni mtumishi wa Bwana, ninataka uwe kielelezo katika usafi. Akizungumza kama kupiga mswaki kapige mswaki, kama kuoga kaoge, kufua nguo kafue nguo, kama kuna pasi piga pasi nguo, alafu kama viatu vya kufua kafue. Unapoenda eneo uwe uko smart. Yesu asifiwe. Na nyumbani nako mwe mnafagia. Yesu asifiwe. Alo, maana najua kuna maeneo mengine anakuaga magumu, lakini ndio hivyo. Yesu atupage neema. Yesu asifiwe. Yesu atupage neema. Hivi unajisikiaje umekaa kwa watu alafu mnaongea wazee wamefanya? Eti watu wamu. Yaani imagine hapa tuko ibadani, si tumekaa hivi. Yaani wazee wamekaa. Bwana sikia. Hapana. Nini? Kuna kiharufu kinatoka mdomoni akifai. Hebu tuimbe. Halinitafuta. Unaachama mdomo, harufu inatoka mpaka watu wanachanganyikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Wewe Amen. Unasema uzio unageukia pembeni style ya kusifu. Kumbe wanatamani hata wangeangalia, lakini kuna kahali fulani kanakuja sio sawa. Yesu asifiwe. Wewe ni mtumishi wa Bwana, jitahidi kuwa smart, piga mswaki. Najua mtasema mchungaji bwana tupige mswaki. Ni maagizo ya Timotheo, anasema Mungu tuwe wasafi. Tunahudumia watu, unakaa na watu, watu wasikia harufu mbaya kwako. Eti wewe tunakaa na watu waanze kukamba kwa kisa nini? Iweni wasafi watu wa Mungu. Iweni wasafi. Na usifiwe tu usiangalie hapa. Maana kuna watu wataalamu wa kujitengeneza hapa. Alafu mazingira mengine wameficha kabisa. Maka mkikaa maeneo, yani anaweza asitoe harufu ya hapa, lakini kuna maeneo mzee anawakimbiza watu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Shalom. Shalom watu wa Mungu. Tupo watu wa Mungu. Yaani unashindwa kukaa. Yaani ni ngora ndani mzee limekaa wiki mbili hajapigwa maji. Kuoga kwenyewe mpaka mama akukimbize. Wewe baba kuna maji ya kuoga. Ndipo hapo ushtuke unaenda jamani leo kuna baridi. Usipokandamizwa mzee, unaweza ukaenda bafuni ukanawa miguu tu, alafu ukatoka asante mke wangu. Kumbe umepiga passport size. Hakina mama wengine wajani ni kujifuta tu huku na kupiga msasa maeneo fulani tu. Niko sawa. Piga makeup anang'aa usoni, lakini kuna maeneo mzee mpaka unaogopa. Hello. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe kanisa la Bwana. Yesu asifiwe kanisa la Bwana. Mungu mnanipa hata amen. Najua panauma lakini ndio uhalisia. Yeye mnamwangalia mtu yani alipopiga makeup na alipopiga mawanja, kumbe kuna maeneo mzee
Ukimwangalia hichi kiharufu kinatoka, kuna maeneo mzee hakujapigwa msasa, hakujasafishwa. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timotheo, piga msasa kila maeneo. Kuoga, nenda kaoga, usio unapishana na maji ukiwa bafuni. Sio maji yanarudi nyuma, wewe unaenda mbele. Tulia, maji yaingie mwilini. Kufua nguo za kwako. Yaani nguo mpaka unavaa wiki nzima. Siku hizi bora miaka hii hata wale wadudu wamekimbia kidogo. Wale wadudu Shelembe unakumbuka? Yaani mtu kuna wadudu fulani hivi walikuwa wanakaa huko kwenye nguo. Wanangu, wadudu fulani wanaitwa chawa. Wewe? Unafahamu? Yaani unakuta jitu mpaka yaani umevaa suruali ni boxer limekaa wiki nzima au wiki mbili liko tu mwilini. Ukiamka asubuhi lile haupigi hata nani. Baadaye wadudu ukikaa kwa watu ni kujikuna tu hivi. Watu wa Mungu apendi hayo mambo. Mungu anataka tuwe safi. Pale Timotheo anaambiwa uwe safi. Na mimi leo nakwambia mtu wa Mungu uwe safi. Hata kama una nguo mbili zifue vizuri. Kama kuna maeneo ya kupiga pasi, piga pasi. Ukitoka watu wanajua, huyu ni mwana wa Mungu, huyu ni mtumishi wa Bwana. Namna ambavyo uko. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kiatu cha kiwi nunua kiwi. Kiatu cha kufua fua. Sasa mpaka jamani hata kufua tuweze kufanyana msako. Yaani watu wa Mungu tunataka turudi kama shule tu. Jamani, Jumatano ni siku ya ukaguzi. Yaani una nywele za kipilipili kama za mimi hapa. Alafu mzee kitanda chenye kupita kitendawili. Unaenda na matuta kama unataka kupanda kunde wiki ijayo. Hauna fomu. Hivi watu ukisema mimi ni mtumishi wa Bwana. Hivi ni rahisi. Yaani nimekuja zangu hapa na matuta mzee hapa. Yaani kama ninataka kupanda kunde wiki ijayo. Haleluya, shalom shalom. Huyu mtumishi vipi? Leo alikotoka huko mzee amekimbizwa au namna gani vipi? Kile kichwa hizi kilivyo. Watu wa Mungu tujiweke simati. Na sio ujiweke tu simati unapokuja kanisani. Kuna watu sio asubuhi naenda shambani. Kama unaenda shambani sawa, unaweza ukajiweka ukaenda, lakini ukirudi hakikisha unajiweka sawa. Kama unafanya shughuli ambazo hazikufanya uharibike, jifunze hata kufanya usafi. Asubuhi unatoka, oga, unavaa vizuri, hata unaporudi watu wanajua alikuwa kazini lakini yuko safi. Halo, Yesu asifiwe. Na mazingira ya nyumbani tu tunatengeneza. Amen. Ndio naenda kumaliza sasa watu wa Mungu, maana ndio msimu kaninyima sadaka. Msimu kashindwa kutoa sadaka kisa nimesema mtoa wasafi. Hata nyumbani tunakoishi ni vizuri tuwe wasafi. Hata kama nyumba yako sio kubwa, hata kama una chumba kimoja, hata kama haijapigwa ni sakafu, haina marumaru, lakini jifunze kuiweka ni safi. Kuna wanawake wataalamu wa kufagia nje ndani hawafagii. Hello? Uko mtu Mungu? Yaani siku tukianza kufanya msako kwenye mageto ya watu, kwenye vyumba vyao tutajua hivi. Sasa mzee, mbona unatoka vizuri? Mbona huko ndani kuna shida? Mama, wewe unasafisha geto lako. Sawa. Geto lako liwe linakaa smart. Unaweza tulichukua na maperfume mzee, safisha, tulisia maperfume, tukiingia tunapata hali njema. Hata kama hamna sumaini wewe fagia, mwagia maji, panakaa safi. Sasa mzee, kama kuna mavumbi ndio mavumbi hayo. Baadaye na viroboto vinaanza kutembea, utasema yani hapa mtaani sio kuna mapepo sio, ninaona viroboto. Kumbe viroboto sio mapepo, shida ni usafi. Mwagia maji. Sasa nyinyi mnataka tu huko nje utafagia nje chumba kichafu au fagii. Jamani, utafikiri viroboto vitakimbia tu sebuleni, vitakaa huko ndani kuchafu. Mapanya yanakufa umeacha huko mpaka yanaoza. Mijusi, Iringa ina mijusi tosha. Wenda ilikuwa imekutana huko na hatari, imekufa imeoza. Wao na umndani huko. Sijui gani imekufa. Siku zimeenda au jalipitia uliangalia mbele yao, likikata limekata hiyo. Itajua nanga huko. Watu wa Mungu. Yesu asifiwe.
tufagie, tutengeneze mazingira, tusafishe, lakini pia inasaidia kwenye afya. Afya zetu zinakuwa salama. Mazingira yakiwa machafu tunahatarisha afya zetu. Lakini mazingira yakiwa safi, afya zetu kuna uwezekano zikaa salama. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Au nyinyi mnataka wasafi waonekane, mtu akivaa vizuri ni huyo wabunge ndio wanakaa vizuri, eti kwenye nyumba nzuri za zionekane za viongozi wa serikali. Hata wewe, hata kama una nyumba kadogo kama mimi hapo ninapoishi, kaweke safi, pafagie. Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji, Bwana asifiwe. Maana naona umeshika shafu mama yangu leo. Sio hauko hapa. Kwa hiyo hata kama uko kwenye hapo kibanda, kapende, kafagie, kaweke vizuri. Watu wakija, sio mazingira yanavutia. Unajua kuna shida mlisha na eneo. Kaka mimi kasema nisha sawa kwa kuna nani unachukua nisha sawa kabisa. Hivi shenda maeneo alafu kashindo kukaa kwa sababu ya mazingira jinsi yalivyo. Alafu aliyopo amejizima kabisa, data haziwaki. Mpendwa, lakini mzee unapata shida, yeye data zimezima. Anajifanya elewi, kumbe anataka tu sasa ndio maisha naishi. Wapendwa, msijizime data. Tukija kwenu tukute kuko safi. Kama umefuga mabata, hakikisha unawafagilia mabata yako akae vizuri. Sio tuna hapo kinyesi, bafuni kinyesi, chooni kinyesi, uzunguke kwenye nyuma, wakinagana wamekunya. Hivi mchungaji, kuna nani atakuja? Hata kwako tu, hata kama sio kwangu, hawezi kuja. Hata kwako tukizunguka kuna kinyesi, huko kinyesi. Penye pale labda siku tutoage oda ya kwamba tunaenda ili atengeneze mazingira. Kwa hiyo Paulo anaambia mtumishi wa Bwana uwe safi. Na mimi leo nataka mtumishi wa Mungu uwe kielelezo katika usafi. Tutamwona Yesu. Amen. Yesu wa mbinguni awabariki watu wa Mungu. Mimi naomba niishie hapo na ninaomba tumshukuru Mungu sasa.